Bwana, mambo vipi? Hii ni Zango Podcast. Umeshawahi kusikia sheria za maabara? Do not eat in the laboratory, do not drink, do not nini. Sasa leo tuko hapa na mkufunzi kutokea Chuo cha Afya na Sayansi Shirikishi Zango, atakwenda kujitambulisha kwa majina yake. Karibu. Asante. Kwa majina naitwa Ivo John Kanie, ni mkufunzi kutoka Chuo cha Afya na Sayansi Shirikishi Zango. Saa Ivo, ni vizuri ningekuita Saa Ivo. Hamna shaka. Sawa. Hapa leo tumekuja ni maabara. Wewe ni mtaalamu wa maabara. Hii ni kozi inaitwaje? Labda mtu anataka kufahamu hii kozi inaitwaje. Kuna watu wengi ambao wanatamani kujua hii kozi inaitwaje kwa chuo. Jina la kozi inaitwa Laboratory Assistant, kwa maana ya msaidizi wa maabara. Msaidizi wa maabara. Ndio. Na hii kozi ili mtu aweze kuja kusoma sasa hapa chuoni, tunamchukua mtu wa vigezo vipi? Okay, ili mwanafunzi aweze kujiunga na chuo chetu, kwanza kabisa inabidi awe amefaulu kidato cha 4. Lakini pia katika masomo yake inabidi awe na ufaulu angalau wa D2. Lakini pia hiyo haijalishi kama alikuwa amesoma masomo ya sayansi, arts au biashara. Yote kati ya hayo anaweza kujiunga na chuo chetu. Okay, kwa hiyo mwanafunzi akiwa na ufaulu wa D2, amemaliza kidato cha 4, amesoma arts au biashara, anaweza kuja kujiunga. Anakaribishwa sana chuo cha Zango. Sawa. Na utaratibu wa kujiunga na chuo cha Zango upoje kwa kozi ya maabara? Kwanza kabisa inabidi apate fomu. Ndio. Fomu zetu zinapatikana katika Chuo cha Zango cha Afya na Sayansi Shirikishi ambacho kipo Chamazi Mfenesini. Ndio. Pia zinapatikana katika hospitali ya mkoa ya rufaa ya Zango zaidi ambayo ipo Chamazi Magengeni. Chamazi Magengeni. Pia anaweza kupata fomu katika Health Center ya Opera. Kwa hiyo forms zinapatikana Chamazi Mfenesini, Zango College, lakini pia Zango zaidi Hospital pale Chamazi Magengeni, lakini pia Opera Health Center pale Maji Matitu cha Simba. Yes, sasa mimi nataka kujua hii kozi mtu anasoma kwa muda wa miaka mingapi? Hii kozi mtu anasoma kwa muda wa miaka 3. Miaka 3. Maana yake ukisoma miaka 3 unakuwa na umahiri wa hali ya juu. Sawa. Mimi nasoma miaka 3 alafu nakuwa nani? Unajua nasoma sawa miaka 3. Ukisoma miaka 3 unakuwa msaidizi wa maabara. Msaidizi wa maabara rasmi. Sawa. Lakini nataka kujua fursa ambazo zipo kwenye kozi ya maabara. Je, ni fursa zipi ambazo zipo kwenye hii kozi ya maabara? Okay, fursa ni nyingi sana. Ni nyingi mno. Ukiweza kusoma hii kozi yetu ya Laboratory Assistant, utaweza kufanya kazi kwanza kabisa katika eneo lolote ambao kuna maabara. Okay. Yeah. Wapi mfano maeneo? Okay, nitakutajia. Kwa mfano mashuleni. Okay. Pale unaweza kuwa msaidizi wa maabara mashuleni, kwa maana ya kuandaa masomo ya maabara madarasani. Ndio. Pia utaweza kufanya kazi mahospitalini. Okay. Hospitali. Ndio, hospitali. Utakuwa msaidizi wa maabara kwa maana ya kwamba utaweza kuchukua vipimo vya wagonjwa. Utakuwa unamsaidia daktari. Okay, sawa. Pia unaweza kufanya kazi viwandani. Viwandani? Ndio. Viwanda kama viwanda labda kama vya uzalishaji wa chakula. Okay, sawa. Biskuti, unga, juice za maembe. Okay. Sawa. Hizo ndio fursa ambazo zinapatikana katika kozi ya maabara. Hizo ni kwa ajili ya kuajiriwa, lakini pia unaweza kufanyaje? Hizo za kuajiriwa. Kwa hiyo kumbe kozi ya maabara kuna upande unaweza kujiajiri na unaweza kuajiriwa. Sasa tumesikia upande wa kuajiriwa. Tusikie sasa upande wa pili ambapo mtu anaweza kumaliza mwenyewe asitegemea ajira na kajiajiri mwenyewe. Ndio, daktari. Kwenye kujiajiri tunasoma namna mbalimbali za kutengeneza vifaa au vitu mbalimbali. Okay. Sawa. Ambazo tunaweza ni bidhaa ambazo mtu anaweza kuzitengeneza kwa kutumia gharama ndogo ambayo wewe mwenyewe unaweza ukafanyaje ukazimudu. Mfano wa bidhaa hizo ni kama ifuatavyo. Unaweza kutengeneza sabuni. Sabuni. Ni ya unga, maji. Sabuni ya unga, ya maji au hata ya kipande. Ya mche. Ya mche. Na hiyo mche inaweza kawa ya kufulia au ya kuogea. Okay, sawa. Pia tunafundisha kutengeneza batiki. Ndio, batiki. Zile nguo ambazo wanavaa mama. Okay. Hizo. Pia tunafundisha kutengeneza mshumaa. Mshumaa? Mshumaa. Mshumaa na ujua unanunua dukani? Hizi mshumaa ambazo tunawasha umeme ukikatika. Okay, sawa. Hata zile za makanisani? Hizo material ni yale. Okay. Yeah.
Pia tunatengeneza dawa tunaita dawa ya fungus. Dawa ya fungus. Tunasema antifungus. Labda wale watu nakuta unawashwa, labda kama umepima kwa gondoo kwamba ni fungus, unaweza kujitengenezea dawa mwenyewe. Mbona kama huu ni utaalamu wa hali ya juu sana? Ni utaalamu mkubwa sana. Unapatikana hapa Zango College. Unapatikana. Okay. Ndio. Kwa unatengeneza dawa ya fungus unatumia mwenyewe. Okay. Na pia unaweza ukatengeneza hiyo dawa ya fungus kauze na wengine. Kikubwa uwe na uthibitisho kwamba umefanya hicho kitu, umesoma hiyo kozi. Okay. Yeah. Sawa. Ndio. Kwa hiyo kumbe mtu akisoma anaweza kujiajiri kwenye sehemu mbalimbali. Kwa sababu hapa nimesikia mtu anaweza kutengeneza batiki, mishumaa, mtu anaweza kutengeneza dawa pia, ambapo vitu hivyo vyote vinawasaidia wanadamu. Kwa hiyo ni vitu vizuri sana. Vitu vizuri sana tumeona, lakini sijamaliza. Endelea. Kumbe kuna vitu vingi zaidi. Vitu vingi sana. Tupe. Pia mtu unaweza kutengeneza baking powder hii ya kutengenezea mandazi. Baking powder. Hivi hujaenda kabla hujaenda mbali. Hivi kuhusu hiyo material, upatikanaji wake sio mgumu sana? Material upatikanaji sio mgumu sana. Okay. Maana yake tunanunua. Ugumu ni kwenye kuchanganya. Ndio utaalamu ulipo. Ndio utaalamu. Utaalamu ndio ulipo na unajifunza hapa Zango College. Kwa hiyo baking powder ile ya kwenye watu wanatengeneza labda chapati, maandazi, ile mtu anaweza akatengeneza endapo akasoma ile course kweli akatoka hapa amekuwa certified. Ndio. Okay. Hivi nilikwambia kuhusu chalks hizi za kuandikia mashuleni? Chalk. Chalk. Chalks. Hapana. Unaweza kutengeneza chaki, pia unaweza kutengeneza tunasema nini hii tunaita gundi. 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 Kwa kama super glue. Maana wewe kama unaweza kutengeneza chaki, unaweza kutengeneza gundi. Kuna shule nyingi sana utakuwa umepata fursa. Okay. Kwa hiyo kumbe sasa naanza kuona kwamba wataalamu wa Zango au kuna baadhi ya raw materials Zango zinapatikana kwa urahisi sana. Kwa hiyo nikiuliza hapa sabuni naweza nikaletewa. Unapata, sanitizer unapata. Hadi sanitizer unapata. Okay. Sanitizer, sabuni, chaki, lakini kwa sababu tu ni vile chooni watu ni chaki, lakini wangekuwa wanazalisha hapa chaki. Okay. Kuna vitu vingine? Vitu vingine ni kama kutengeneza labda chumvi ya nyumbani kwa kutumia maji chumvi. Kwa kutumia maji chumvi. Hiyo hatari. Kutengeneza chumvi mwenyewe. Maana yake hakuna haja ya kwenda dukani. Okay. Chukua maji chumvi, unatengeneza chumvi yako. Sasa kumbe mimi nikisoma hii kozi naweza nikajitengenezea mwenyewe nyumbani chumvi, nikapata sabuni, sanitizer, bado nikavaa batiki. Maisha marahisi sana. Hivyo tu. Hivyo tu. Hivyo tu. Unakuwa mtaalamu, maisha yanakuwa rahisi. Maisha yanakuwa rahisi. Yes, kwa kweli mimi nimetoka na vitu vingi sana kwa sababu sikuwa naweza kujua kwamba Zango College kuna vitu vizuri kama hivi. Sasa unamwambia nini mtu ambaye yuko nyumbani sasa hivi na bado hajafanya maamuzi yoyote, maybe hajachaguliwa na chuo chochote pengine, unamwambia nini kuhusu hii course ya maabara? Mtu ambaye bado yuko nyumbani, bado hajaacha nyuma, tunamkaribisha sana hapa Zango College of Health and Allied Sciences kwa sababu bado dirisha liko wazi. Kwa mwaka wa masomo mwaka 2026-27 tutafungua mwezi wa kwanza tarehe 19. Okay, kwa hiyo kuna nafasi kubwa ya kujiunga. Nafasi bado ipo, lakini pia sio kwa watu wale wamemaliza labda mwaka jana, mwaka juzi, hata kama umemaliza miaka ya nyuma huko, miaka 90. Hiki ni chuo. Okay. Unakaribishwa sana kujifunze. Utapata taaluma, utapata ujuzi. Kumbe hii ni fursa pia. Kwa hiyo hata kama mtu kamaliza 1900 huko 2000, kwa hata mimi naweza nikasoma. Wewe bado mdogo sana. Naomba koti kidogo na mimi nifanane na mwalimu kidogo. Nipe koti. Sije nikawa nagonja. Kwa hiyo mtu ambaye amemaliza miaka iliyopita huko anaweza kujiunga na chuo cha kujiunga vizuri sana. Okay, sio tu kwamba yule ambaye amemaliza form 4 hivi karibuni, lakini hata wale ambao wapo wamemaliza muda mrefu wanaweza kujiunga na chuo. Hata kama una familia, una watoto 8, 9, 12, unakaribishwa. Okay. Kumbe ndio inapokuwa hivi. Tunafanana? Sawa. Sasa na mimi nimekuwa mkufunzi. Hapana. Haiwezi kuwa. Mpaka nikisoma. Kutoka hapa naweza kuwa mkufunzi kama wewe. Hujasemea pia hiyo. Naweza kuwa kama mimi. Mtu kwa akisoma anaweza kuwa mkufunzi kama
alipokuwa hivyo. Ndio. Sawa, unawaambia nini ambao wapo mtaani mpaka sasa hivi? Nawaambia kwamba wanakaribishwa sana hapa, vifaa vipo vya kujifunzia, walimu wapo wa kutosha. Kwa hiyo utapata elimu nadharia na elimu ya vitendo. Hapo kwenye elimu nadharia, mimi mwanzo nilikuuliza hizi raw materials mtu anazipata wapi? Na je, wanafunzi wanasoma hapa theory, je vitendo vinafanyikaje? Labda pengine mambo ya field vipi yanafanyikaje hapa chuoni kwenu? Okay, tuna hospitali yetu. Kwa mfano hao wanafunzi wetu ambao tunawafundisha hapa, tuna hospitali yetu pale Zango Zaidi Hospital ambao ni hospitali ya rufaa ya mkoa. Okay, sawa. Kwa hiyo muda wa kufanya kazi kwa vitendo tunasema field, si ndio? Wanaenda hospitalini. Okay. Hii ni fursa na hospitali ya rufaa mkoa. Kwa hiyo mtu akisoma hapa ana uhakika wa kwenda kufanya kazi kwenye kufanya mazoezi kwa vitendo kwenye hospitali kubwa ya rufaa mkoa. Na kwa maana hiyo kwamba hatumii gharama sana katika kwenda mbali kutafuta eneo la kufanya kazi kwa vitendo. Na unajua nikuambie saa hivyo kwamba tunaposema hospitali ya rufaa mkoa ni sio hospitali ambayo ni ndogo ndogo, kwa sababu kuna viwango vya hospitali. Inabidi mtu aelewe. Yaani ni kama vile tunaposema hospitali ya rufaa Temeke. Kwa hiyo ni chuo ambacho naona kama kimejitosheleza. Ni kikubwa sana. Ni kikubwa sana kwa sababu just imagine mtu anasoma tu kawaida hapa lakini anaenda kufanya field kwenye hospitali kubwa yenye hadhi ya juu. Kwa hiyo mtu kama huyu anakuwa na uzoefu mkubwa. Okay. Kwa sababu anakutana na mambo makubwa. Ndio. Kwa hiyo hata ubongo wake utakoma. Yeah. Okay. Kwa hiyo field pia ni rahisi sana. Ndio. Tumeongelea eneo la field kwenye hospitali ya rufaa mkoa na Azam Hospital, lakini ninataka kusikia, je, field inafanyika tu peke yake hospitalini? Hapana. Ndio. Field haifanyiki tu hospitali, unaweza kufanyia pia kiwandani na mashuleni. Ndio. Kwa hiyo kiwandani, mashuleni, hospitali, field zinafanyika. Lakini pia hata mtu baadaye kufanya kazi anaweza kufanya kazi kiwandani, hospitali na mashuleni, lakini pia anaweza kujiajiri mwenyewe. Hii ni fursa kubwa sana. Lakini pia nataka nione labda wanafunzi wa hapa sasa hivi kuna vitu gani ambavyo wamefanya. Maana tunasikia wanaweza kutengeneza sabuni, dawa ya fangasi, baking powder, na vitu ambavyo tumevisikia. Je, kuna sample ambayo tunaweza tukaiona hapa sasa hivi kama nilivyotest hapa nikaondoka na vitu vyangu hapa? Sawa. Ndio. Kabla ya kufikia hatima hiyo, inabidi pia ujue kwamba wanafunzi hapa wanajifunza ujasiriamali. Wow. Kwa kipindi hiki wako kipindi cha likizo. Kwa baadhi ya bidhaa nyingi ambazo tulizitengeneza wameondoka nazo. Okay. Lakini sample nadhani sabuni na dawa ya fungus ndio zimebakia. Mimi pia niko excited, nataka nione hizo sabuni ambazo wanafunzi wa hapa Zango wametengeneza na pia hiyo dawa ya fungus, lakini nitaondoka na chochote kitu hapa huenda. Hii ni sabuni. Okay. Ya maji ya kufulia. Naweza kushika? Unashika tu. Okay. Hii ni ready for use. Hii ni sabuni guys. Ni sabuni ambayo wanafunzi wa Zango College wametengeneza hizi sabuni wenyewe kupitia wakufunzi ambao wapo hapo wanapatikana chuoni. Jamani, karibuni sana chuoni kwetu. Mnaona vitu kama hivi, mtu anamaliza chuo, anaenda zake likizo, anaenda na zawadi nyumbani, anapeleka batiki, anapeleka sabuni, anapeleka dawa. Pia hii ni dawa ya fungus. Hii ni dawa ya fungus unavyoiona. Okay. Naweza kushika? Unashika tu na shika. Okay. Maana vitu vya kama fungus utawashwa. Jamani, dawa ya fungus. Hii hapa. Jamani, kama una fungus. Anyway, sawa. Hao ni wanafunzi wa Zango College. Hiki chuo kinapatikana Chamazi, Mfenesini. Lakini pia tunao walimu wabobezi, mazingira mazuri ya kujisomea, lakini pia ada. Vipi ada? Hujazungumza kuhusu ada? Ada ni nafuu sana. Nafuu sana. Ada ni nafuu sana. Ndio. Ada zetu zinalipwa kwa awamu 4. Okay. Awamu 4. Kwa maana ya kwamba ile ada ya jumla unaikata katika sehemu 4. Kwa kama ni milioni 1 utaikata kwa 4. Lakini nahisi ada ya haiwezi kufika milioni 1, si ndio? Milioni 1.2. Sawa, ada ni nafuu sana na unalipa kwa awamu 4. Yes. Kwa kumalizia niseme kwamba tumekava kwa ujumla maana nzima ya maabara. Kwa sababu maabara ni chumba ambacho tunafanya utafiti, tunafanya
majaribio ya kisayansi, lakini pia tunafanya vipimo. Nikidadavua hizi sentensi zote tatu au pointi zote tatu hizi ni kwamba kwa kwanza labda tuseme utafiti. Utafiti utamsaidia mwanafunzi labda kutengeneza bidhaa mpya ambazo zitamsaidia katika maisha yake. Ndio maana vitu kama hivi anaweza kutengeneza. Haya ni mambo ya utafiti. Lakini pia kwenye masuala ya majaribio ya kisayansi, ndio maana utakuta mwanafunzi ambaye tunafundisha hapa anaweza akaenda shule yote ya sekondari akawa anawaandalia wanafunzi majaribio ya kisayansi. Hii nayo ya majaribio ya kisayansi. Majaribio ya kisayansi kama haya. Lakini pia tunasema wanahusika moja kwa moja kwenye vipimo. Vipimo sasa ndio hospitali. Kwenye vipimo. Yani mahospitalini kwa maana ya diagnosis, ndio nasema vipimo unaweza kuchukua kupima mikojo, ndio wanapima vipimo kama vya damu, ndio bwana wanasema mambo ya hematology, mambo ya blood transfusion, yote wanasoma. Nadhani tumeelewana. Lakini pia kwa umbali zaidi viwandani, kama hivyo kwenye viwanda vya vyakula, wanajifunza namna ya kupima ile quality au kiwango cha chakula ambacho kinafanyaje kinazalishwa. Ndio maana pale nikasema kuna pointi ngapi? 3 za kuzingatia. Nani? Utafiti, majaribio ya kisayansi na uchunguzi wa kusema vipimo. Sawa. Mimi nimeelewa sana. Asante sana hivyo. Wewe ni mwalimu mzuri, nimeelewa. Mimi ambaye nilikuwa sielewi kuhusiana na hii kozi ya maabara, kwa kweli nimeelewa. Leo tumeichambua kozi ya laboratory assistant au msaidizi wa maabara. Tumeichambua kozi kwa undani zaidi, lakini tumemchambua msaidizi wa maabara ni nani. Lakini mtu akisoma kozi hii ya maabara, msaidizi wa maabara anakuwa nani? Tumeweza kuona pande zote mbili, anaweza kuajiriwa lakini anaweza kujiajiri. Chuo chetu kinapatikana Chamazi Mfenesini, Zango College of Earth and Allied Science. Lakini pia mtu akitaka kujiunga, fomu zetu zinapatikana katika chuoni Zango College, lakini pia hospitali ya rufaa mkoa iliyopo pale Chamazi Magengeni, Zango Zaidi Hospital, lakini pia Opera Health Center pale Maji Matitu Chasimba, fomu zinapatikana. Lakini pia tuna website ambayo mtu ambaye anaweza akapata hizi fomu. Ukiingia pale kwenye Google utaandika www.zacohas.ac.tz. Lakini pia kuna namba za simu ambazo ni very popular, ukipiga hizo unaweza kuwasiliana nasi kupitia WhatsApp, tunaweza kupatia fomu kwa wale watu ambao wanatokea mikoa mbali waweze kufika physical. Lakini pia hii namba kwenye WhatsApp inapatikana, na ukitaka fomu piga hii namba, itumie message kwa WhatsApp utajibiwa 0717120575. Zango College tunasema hakuna kusafu, au vipi mwalimu? Hakuna kusafu.